Vyote vitatu hivi 50,000 tu. Vyote vitatu 50,000. Toka China. Bana, kama mnavyoona mastaa wetu wa nyumbani wanapendeza. Araj Media Online. Habari za dunia kwa jamii, elimu, wakulima, michezo na burudani. Araj Media. Wargani ndugu mtazamaji wa Araj Media Online. Hii ni Araj Media Online kwa mara nyingine tena, ambayo imekwenda kusogezea wasanii mastaa wakubwa kutoka nyumbani kwetu kambini Nyarugusu, na leo nimekwenda kukaribisha tena kwenye Araj Media Online, na leo niko na bimdada mzuri sana, msanii wa filamu anayejulikana kwa jina la Charline. Leo tutafanya naye challenge ya maswali haraka, tukiona Charline ataweza kujibu kweli au atachagua challenge yake. Lakini pia mimi naitwa Mr. Double M, na nyuma ya kamera yuko Mr. Peter OG, mkono wake wa kushoto ni Abednego mtu mzima. Moja kwa moja tuweze kumsogeza dada kwenye vioo vya Araj Media Online. Dada, mambo vipi? Poa. Poa. Yeah. Mzima? Mzima. Umependeza? Asante. Kweli? Ngoja kwanza mimi naanzaga kwenye upendezaji wa mtu. Bana, nikikuangalia vipini vimekaa nini. Kwanza nikianza chini kabisa kwenye kucha hizi, mabandiko yake shingapi? 10,000. Mabandiko 10,000. Umeua. Basi tukija kabisa juu, tukipanda hivi naona mtoto umekaa. Charline bana, so haba. Kama kawaida yangu. Kweli? Okay, nikienda kuangalia kwenye masikio kuna vitu kama dhahabu hivi. Vimetoka wapi? Maana nyumbani kwetu havionekani hivi. Hivi vimetoka China. Kweli? Yeah. Umeagiza? Nimeagiza. Ngoja jumla kabisa nikiona ni vitatu kwenye sikio ya kwanza, ya pili, lakini pia kwenye mkono kipo, na vyote vitatu vimechukua shilingi ngapi? Vyote vitatu hivi 50,000. Vyote vitatu 50,000. Toka China. Bana, kama mnavyoona mastaa wetu wa nyumbani wanapendeza na wanavaa vitu vya bei kali kabisa. Anaagiza kitu kutoka China ili haja akivaa hapa nyumbani kwetu. Ni gharama kubwa sana inayotumika. Bana Charline, leo niko na challenge na nimetoka na wewe kwenye uwanja wa arena wa Araj Media Online. Vipi, tunaliamsha na challenge? Vizuri. Kabisa. Tayari. Tupo tayari. Hapa kuna maswali kama 10 hivi tuamke nayo, wanasemaje? Tunapiga? Twende tuna. Basi poa. Bana, kaa tayari kumsikiliza bimdada mzuri, na umemwona kabisa anapendeza, ni kawaida yake kama alivyosema. Poa. Charline, swali la kwanza kabisa, ukipewa nafasi ya kuigiza na msanii yoyote maarufu hapa barani Afrika, ungemchagua nani? Msanii kuhusu filamu au muziki? Ya, kuhusu filamu. Wewe si msanii wa filamu? Msanii wa filamu hapa kambini kwetu mimi naweza mchagua tu Jackson wa kizazi kipya. Sioni hata mwingine msanii tu maarufu pasipokuwa Jackson. Kwa hiyo sasa hivi ukisema kwamba upewe msanii ambao unaweza kuigiza naye katika ndoto zako, ni msanii ambaye unaitakaga kufanya naye kazi, anaitwa Jackson wa kizazi kipya? Ndio. Ndio msanii maarufu na ndio mtu ambaye umemwona na style wewe naye kufanya kazi? Ndio. Vizuri sana. Okay, Charline, tunaenda swali la pili kabisa. Hivi ni kitu gani cha kwanza mwanaume anatakiwa kufanya ili akuvutie? Mwanaume kufanya ili anivutie? Yaani ni kitu gani ambacho mwanaume anahitajika kukifanya sawa, ili kukuvutia wewe? Yaani mwanaume anaweza kufanya kitu gani ili akuvutie? Mimi napendaga mwanaume wa heshima, na ana busara nzuri ya kuniongoza tu basi. Mimi sipendage mwanaume wa kubweka sana, na mambo anayobweka mimi sielewi. Yaani sio msingi. Mimi napendaga mwanaume mwenye hekima tu. Oh, mwanaume mwenye hekima wewe anakuvutia? Yeah. Kabisa. Ndio. Basi moja kwa moja tuende kwenye swali la tatu. Kama ungechagua kati ya mapenzi au pesa, ungechagua nini? Pesa zinatafutiwa, lakini mapenzi hawezi yapata kirahisi tu. Kwa mapenzi ni kumpata yule anayekupenda na wewe umpende tu. Kwa hiyo kati ya mapenzi na pesa wewe unatoka na nini? Na mapenzi. Hutaki pesa? Mbona tuambia madada wa sasa hivi, yani bila pesa huwapati? Ni kwao, sio kwangu mimi. Wewe kwako ni mapenzi? Mapenzi. Kweli? Unatisha sana Charline.
Basi sawa, twende moja kwa moja. Kuna swali la 4 ambalo linasema ni tukio gani la kuchekesha lililokushawishi kutokea wakati wa kurekodi filamu? Kipindi mna shoot filamu, ni tukio gani lilokuchekesha sana, lilokufurahisha wewe, kukushawishi mpaka mkacheka sana? Matokeo yapo na zinakuwa nyingi tu. Tuambie moja. Kwa hiyo mpaka niseme moja hapa? Mimi siwezi kumbuka, lakini unaweza faa tukio mimi nacheka. Unaweza faa tukio kuchekesha na mwingine tu anacheka, lakini mimi sikumbuki utafanya tukio gani mimi nicheke kwa ndao. Kweli? Yeah. Basi poa, twende na swali la 5. Charline. Charline ni msanii wa filamu na tunamjua kabisa na watu wengi wanamjua. Hivi ni Charline ni mkali zaidi kwenye filamu za romantic au action? Action. Yeah. Romantic? Yes. Mimi romantic action ndo zangu kabisa. Yani action unaua, lakini kwenye romantic kidogo uendi. Yeah. Kweli? Kwa sasa hivi kukija msanii nataka Charline tupige romantic uwezi? Amna. Kweli? Msanii asemaje hawezi? Msanii anakuwa anajaribu. Sio nasema eti hauwezi, hapana, jaribu mbele utaweza. Poa, moja kwa moja tuende na swali la 6 kabisa. Ni sifa gani 3 mwanaume lazima awe nazo ili uweze kumpenda? Sifa 3? Kama kushauri wanaume. Ya kwanza, mwanaume anapaswa kuwa na hekima kwa mkeo au kwa mpenzi wako. Uwe na sauti ya kutulia, kama una jazba unapaswa utulie ili umwelekeze, sio unamfokea mwanamke tu kuelewa. Na cha pili, unabidi mufuatane matakwa yenu gisi mnaishi ndani ya nyumba, sio anakuambia mwanamke hivi unaenda hivi, hapana. Kila kitu ni kuvumilia. Unapaswa mvumiliane kwa hali yoyote ile, na msiwe huyu anapanda wewe naye unapanda, hapana, nyote mnapaswa kuwa bezi moja. Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani hivyo ndio vitu 3 ambavyo mwanaume anapaswa kuwa navyo ili wewe uweze kumpenda. Hivyo ndio vitu ambavyo hata kwenye ndoa huwa vinajenga sana. Akikosa hela unavumilia tu, si hela zinatafutiwa jamani. Kama mwanaume hana hela, akiwa so mzoefu kwenye mapenzi, ila akiwa ameneza vigezo vyako wewe ambavyo ulivyovitaja, mnapendana kabisa, tutaishi vizuri sana juu ananiheshimu na tunaheshimiana. Kweli? Ndio. Charline, moja kwa moja labda nikuulize swali. Mashabiki zako kabisa leo hii, mashabiki zako wewe wakitaka kukupa zawadi kubwa kabisa leo, ungependa iwe zawadi gani? Au iwe nini? Kwani mimi ndajichagulia zawadi jamani? Si yote tu, hata pipi mimi ndakubali juu rafiki, hata mtoto ni rafiki yangu, mkubwa ni rafiki yangu. Kwa hiyo chochote tu ambacho atakileta mimi ndapokea. Kwa hiyo wewe ubagui, uchagui? Hapana. Yoyote unapokea? Ndio. Ikiwa labda mfano shabiki wako amekuja anasema nina zawadi ambayo nataka nikupe, mfano anakuambia zawadi, wewe utamjibu? Zawadi? Sana nileta zawadi. Akikwambia ni zawadi yangu ni kukubusu, ananibusu kama ndo anataka. Haya, atanibusu. Kwa wewe unaridhia kumridhisha shabiki chochote? Si chochote, kwa kila kitu. Mambo mengine unaficha huko bana. Basi sawa. Okay, swali la 8 kabisa. Hivi ni nchi gani ambao wewe ungependa kwenda kufanya filamu kwenye hiyo? Tunapenda na timu yangu naweza penda nivuke da nende fanya kazi, lakini huo uwezo bado hatujapata. Yaani katika nafasi ambazo unataka kwenda kuzifanya kazi ni Dar es Salaam, ila uwezo bado. Wewe ikitokea labda mfano sasa hivi umepata tenda hapa, bana twende da, unaenda fanya kazi kweli bila kipingamizi? Yeah. Kweli. Basi saa la 9 ili hapa tuanguke nalo. Unajua, twende moja kwa moja kwenye mtandao wako wa kijamii Charline. Hivi ni swali gani haswa kubwa ambalo mashabiki zako wanakaa wakikuuliza sana mtandaoni? Swali? Yeah. Kuniuliza? Unajua kwenye kuchati ni lazima ukutane na mashabiki zako wengi, wanakufuata DM
wewe Shaline, mambo poa. Anakuuliza swali, ni swali gani ambalo ushawahi kukutana nalo nyingi sana kupitia mashabiki zako wanakufuatilia kwenye movie zako? Maswali kama vile Kongo ndo na washabiki wengi sana. Kwa hiyo Kongo wengi wananiuliza, wapi ulipata ujasiri wa kwenda kutana na Jackson wa kizazi kipya? Unapata msanii mkubwa, jaribu kuwa serious, jaribu kuwa na upendo wa watu, ufanye kazi vizuri ili kesho utoboe juu tunakuona uko na msanii mkubwa. Kwa hiyo wananipa maua na kuniuliza tu hayo mambo, sijui umepata tenda wapi na mimi naweza kuja na mimi naweza ingia kwenye hiyo kundi, vitu kama na hivyo. Swali kubwa sana ni kukuuliza ulipataje uwezo wa kukutana na Jackson wa kizazi kipya? Ndio swali kubwa. Na wewe unawajibu na wanakujibu pia. Ndio. Sawa kabisa. Swali la 10 kabisa ambalo tunakwenda kuchangamsha nalo na tuweze kulijua ukiachana na hili utakuwa ni mtu gani. Shaline, hivi ukipenda kama ungeacha kuigiza leo ungependa kufanya kazi gani nyingine? Hivi hapa nilisema niache kuigiza. Kazi nitakayoifanya ni kukuwa na juuza. Utakuwa mfanyabiashara kawaida? Ndio. Au biashara vikubwa, maana wewe unaagiza vitu kutoka China. Kwa hiyo tukisema biashara yako itakuwa ni zaidi ya takriban milioni 10 na kupanda. Mimi biashara yangu ambayo naitarajia kuifanya au naweza nikaifanya kwa kuacha hii kazi, inaweza kuwa kazi ya kuuza cheni hivi ambavyo mimi navivaa, kuuza cheni, viatu, vitu kama na hivyo. Sawa kabisa. Ametumia ujumbe akasema, Shaline, kama kuna mwanaume anakutazama saa hivi na anakupenda sana, ungependa kumwambia nini? Naweza penda tu anipende hivyo hivyo ambavyo ananipenda na mimi sitomwangusha, tuko pamoja, aendelee kunifuatilia kama ananipenda kwa mwenendo, kama nipenda kuhusu kazi yangu, aifuatilie kazi ili tuendelee sambamba. Lakini mimi naona ananiambia kuwa ni kimapenzi. Kwa hiyo anakupenda kabisa, na sasa hivi ungependa kumwambia nini baada ya yeye kutamka kuwa anakupenda? Mimi nikishaingia kwenye mambo ya kazi, mimi si kwa jina muda tena mapenzi. Nikishaingia sura ya kazi ni sura ya kazi, nikishaingia kawaida huko ndo mambo ya mapenzi. Kwa hiyo kama ni mambo ya mapenzi achana nayo, juu nikiingali sura ya kazi kwa muda huo. Akisema kwamba ni vya mapenzi anatutesti kupitia namba za RG Media Online tukufikishie. Bwana amesema kwamba kama ni mapenzi nenda kwenye Facebook yako page uandike RG Media Online, utakuta namba ya kampuni pale. Ukichukua hiyo namba ukitesi kawaida WhatsApp kupiga call ya kawaida utaweza kutupata, na ukitaka kumpata Shaline tufuate inbox utaweza kubonga naye. Shaline, neno moja kwa mashabiki zako, lakini pia neno moja kwa mashabiki wa RG Media Online. Neno moja ni kusema nawapenda sana ndugu zangu na napenda sana mfuatilie kazi yangu. Bila nyinyi mimi siwezi. Support yenu ndio inahitajika na ndio inanitia moyo zaidi na kunipa nguvu ili niendelee mbele. Kwa hiyo nawapenda sana ndugu zangu, asanteni. Bae kama alivyosema anawapenda pia, na lakini moja kwa moja muweze kumsupport katika kazi zake. Mimi ulikuwa nami Mr. Double M na nyuma ya kamera alikuwa Peter OG Brand, lakini mkono wake wa kushoto ni kaka Abednego, mtu mzima ambaye anayekufanya kusogeza video hizi kwenye vio vya RG Media Online. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia kushare kwa wale wenzako ambao hawajapata burudani za RG Media Online. Bana, ciao. RG Media Online.